ulipokaa ya kwako na unyoshe mikono yako miwili juu. Alafu tumwambie Mungu maneno machache. Mungu abariki sana waimbaji, Mungu abariki watumishi mliotangulia. Nyosha mikono yako juu. Na Mungu akubariki na wewe ambaye umeimba. Amen. Tunyoshe mikono yetu. Mtakatifu Mungu wa mbingu na nchi, ninasema asante kwa sababu ya Jumapili ya leo. Ni Jumapili ya kwanza kabisa katika mwezi huu wa 6. Ninasema asante kwa sababu wewe ni Mungu mwaminifu, wewe ni Mungu muweza. Baba, ninaomba tu ninaposimama hapa kabla mtumishi wako kuingia, ninaomba kibali kutoka kwako, kwa sababu sio jambo la kawaida kusimama mahali hapa, sio jambo la kawaida kuwepo mahali hapa, lakini kwa sababu ya uzima ambao umetujalia tena leo, ninaomba hata kila mwenye atasikiliza neno asisikilize kwa sababu ananisikiliza mimi, lakini asikilize ujumbe utakaotoka kwako kupitia jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu, na kanisa lote tusemeni amen. Ongezea Yesu shangwe tena. Hebu mshike mwenzako mkono, mwambie karibu nyumbani mwa Bwana. Amen, amen, amen. Mungu abariki sana wapiga vyombo na kanisa la Bwana. Tuko tayari tuanze kujifunza. Amen. Tunaweza kuendelea na muziki kwa chini kabisa. Sasa nataka wewe ambaye unanisikiliza, mwambie mwenzako karibu nyumbani mwa Bwana. Karibu nyumbani mwa Bwana. Amen. Amen. Sasa kwa wewe ambaye umefika mahali hapa siku ya leo, na kabla sijaendelea, naomba utumishi mnisaidie kisha viti vyote vimejaa ambavyo viko mbele, maana kuna viti vina nafasi ambazo hazina watu. Na tunaanza kwa namna hii. Hebu kama una Biblia yako inua hivi. Una Biblia? Na daftari pia inua. Wow, Mungu akubariki. Jipigie makofi wewe mwenye Biblia na daftari, niongezee makofi mazuri. Amen. Sasa naomba tumalize kukaa, alafu tuanze sasa kusikiliza neno fupi sana, lakini neno ambalo litabadilisha historia ya maisha yako. Haleluya. Kwa wewe ambaye uko mahali hapa, hii ni madhabahu sahihi kabisa ambapo Mungu anamtumia Nabii Emmanuel Lukumai kuhakikisha mataifa yote yanafunguliwa. So kama wewe ni mara ya kwanza kufika mahali hapa, jiandae kufunguliwa, kwa sababu Mungu aliyoko mahali hapa sio wa kubahatisha. Unajua kuna Mungu wa kubahatisha, lakini Mungu tulionea mahali hapa ndio yule ambaye Elia alisema na ijulikane leo wa kweli ni yupi, alafu Mungu wa Elia akashusha moto. Ndio huyo Mungu tunamwabudu leo, anakwenda kujibu maombi yako. Sema amina. Amen. Sasa naomba tujifunze, kwa sababu natamani tujifunze ili nabii akiingia sasa afanye unabii, maombi na neno kwa ufupi. Nisikilize kwa makini. Andika hapo. Somo. Andika fahamu kuhusu maombi. Anayekufundisha mimi naitwa mtumishi wa Mungu Amani. Andika fahamu kuhusu maombi. Kwa pamoja wote tuseme fahamu. Please, naomba niwasikilize. Sema fahamu kuhusu maombi. Andika, alafu tunaendelea. Sasa tunaposema fahamu kuhusu maombi, maana yake maombi tunayafahamu. Yaani kwa kifupi mtu anajua maombi. Mtu akiwa anaomba si anafanya maombi. Sasa kabla ya kuomba tunatakiwa tufahamu kuhusu maombi. Yaani tuombeje? Maombi yetu yawe ya aina gani? Sasa tunaposema fahamu kuhusu maombi, maombi ni dawa. Maombi ni silaha. Maombi ni chakula. Maombi ni sehemu ya kutuunganisha sisi na Mungu. Na ndio maana neno la Mungu linasema ombeni. Tafsiri ya neno ombeni, kuna maombi ndani. Bwana asifiwe sana. Mtu anaenda kuomba kazi, anapeleka ile application letter, yale ni maombi anayapeleka. Sasa ili upate kazi mahali fulani, maombi yako lazima yawe na vigezo fulani, kwamba tunamtaka mtu mwenye qualification 1, 2, 3. Sasa na sisi tukiwa kwenye maombi ya leo, lazima ujue kwamba ili maombi yako yajibiwe, yanatakiwa yawe na 1, 2, 3. Halo? Sasa tukiwa tunaendelea, neno la msingi andika Yohana Mtakatifu sura ya 15 mstari mdogo wa 7. Na ningetamani uandike hata kama ni kwenye simu, una mahali pa kuandika, make sure you note somewhere. Yohana 15 mstari wa 7. Na wenye Biblia wote tufungue. Hata kama ni kwenye simu tufungue. Sikiliza neno fupi lakini pengine likakusaidia. Yohana 15 mstari mdogo wa 7. Tufahamu kuhusu maombi. Sasa ili uombe, ni lazima ujue kwanza unamuomba nani? Ambia mwenzako unamuomba nani? Kwa sababu tuko mahali hapa, ni kweli
moja tunasema tufahamu kuhusu maombi. Sasa ni nani anatakiwa ajue kwamba ninamuomba nani? Mwambie mwenzako, unajua unamuomba nani? Wote tunajua tunamuomba nani? Tunamuomba Mungu, si ndio? Sasa tunaposema fahamu kuhusu maombi, kwanza ni lazima ujue kwamba maombi yako yanatakiwa yawe ya aina gani. Sasa ukisoma Yohana sura ya 15 na mstari mdogo wa 7, naomba tuende pamoja pale, kwa sababu Biblia imekaa kichwani. Wacha mimi nisome, alafu wewe fuatiliza neno la Mungu kile kinasema. Anasema hivi, anasema mkikaa ndani yangu nami ndani yenu, lolote mtakaloliomba kwa jina langu mtatendewa. Sivyo? Mkikaa, hajasema nikikaa. Ameanza neno mkifanyaje? Tusome pamoja, sema mkikaa ndani yangu na mimi ndani yenu, ombeni lolote mtakalo kwa jina langu mtafanyaje? Mtatendewa. Sasa hapa ni Yesu anaongea kwamba shida iko hivi, kanisa la leo. Shida sio kwamba tuombe, shida sio kwamba kuombewa. Unatakiwa ufanyaje? Uwe mwana maombi. Sasa anaposema hapa, ili ujue vizuri kuhusu maombi, jambo la kwanza unatakiwa ukae ndani ya unayemuomba. Sasa watu wengi hatumtaki Mungu, lakini tunataka miujiza kutoka kwa Mungu. Hatutaki kumwona nabii akutufundisha, tunataka tumuone nabii akiwa anatabiri. Kumbe unatakiwa nabii akufundishe ili hata kesho asipokuwepo ufanye maombi mwenyewe. Sema haleluya. Sasa anasema kaeni ndani. Anasema kaeni ndani. Sasa lazima uelewe, anaposema kaeni ndani yangu, yaani wewe ndio ukae kwake kwanza, alafu yeye aje akae na wewe. So lazima uelewe kwamba mimi niko mahali hapa. Mungu tayari ananiambia mimi nikae ndani yake, kwamba mimi niko kwenye hii madhabahu. Nimekuja, sijamfuata mtu. Mimi nimekuja kwa akili zangu mwenyewe, nikae ndani ya hii madhabahu, alafu Mungu akae ndani yangu, alafu chochote nitakachomuomba atanitendea. Lakini ili akutendee, ameshasakulia kusema kaeni ndani. Wengi kwa nini sasa hatutendewi? Tunataka atutendee, lakini hatutaki kukaa kwake. Halo? Sasa kwenye kufahamu kuhusu maombi, for example, tupo kwenye maombi ya mfungo. Kwa wale ambao wanajua tulitangaziwa. Lakini kuna watu hawajakaa ndani ya Mungu. Yaani hajaja kwa sababu anaogopa mfungo. Yaani maana yake pengine amekuja lakini hajafunga. Maana yake huyo yupo kanisani lakini hajakaa ndani ya nani? Hajakaa ndani ya Mungu. Wale msako kaa ndani ya Mungu. Kaa ndani ya Mungu. Kuna mwimbaji mmoja aliimba leo, si ni nani, akasema fuata Mungu usifate. Sasa ukiwa umemfuata Mungu lazima ukae ndani yake. Mwambie msako kaa ndani ya Mungu. Point ya kwanza wote tumeshaandika. Sasa unapokaa ndani ya Mungu kuna kitu kinaitwa mahusiano ama uhusiano ama ushirika. Unapokuwa ndani ya Mungu lazima mahusiano yako yawe mazuri na Mungu. Hata wewe huwezi kukaa na mchumba wako ama mpenzi wako ambaye mahusiano hayaeleweki, hayaelewi mwanzo wala mwisho. Na Mungu anataka ili na sisi yeye atuponye, lazima mahusiano yetu yaeleweke. Ni aina gani? Usije kanisani kwa sababu unaumwa. Njoo kwa sababu mahusiano yako yanatakiwa umpende Mungu wakati unaofaa na wakati usiofaa. Hayo ndio mahusiano na hayo ndio maombi ya mtu ambaye yanapata kibali mbele za Mungu na anajibiwa haraka. Halo? Mwambie mwenzako kaa ndani ya Mungu. Kaa ndani. Sasa unapokaa ndani ya Mungu kuna mtu anaweza kukushangaa. Sasa kuhusu maombi, kuna muda unaomba. Watu wanaweza kukushangaa, huyu mbona anaomba hivi? Kwani shida ni nini? Hawajui siri. Lakini mtu anayefanya maombi sio sawa na mtu ambaye hafanyi maombi. Ndio maana Yesu anarudi anamwambia, nyinyi mnajua tuna shida gani? Ombeni. Nani? Ombeni. Jana tulikumbusana tukasema, ukisoma kuhusu maombi, anasemaje kwenye Mathayo 7:7? Sasa Yesu anaongea. Sasa mimi leo nasoma kile Yesu alichokuwa anasema. Anawaambia wanafunzi wake, no yeye no baba. Mmoja, mwambie wenzako omba. Alafu ukiomba utafanyaje? Utapewa. Sasa kuna mtu yeye akasema, kumbe nikiomba tu nitapewa. Usipopewa anaendelea kusema, tafuteni nani mtafanyaje? Yaani umeomba kabisa mama nani, lakini maombi yako hayajajibiwa. Nenda umeomba kazi hujapata kazi. Nenda katafute kazi utafanyaje? Bwana sasa. Yaani sasa uko mahali hapo ni mwanaume umeomba mke na upate. Kamtafute tembea barabarani, mke hayupo
mke hayuko nyumbani, lazima utoke fanyaje? Utembee, kama ni kazi utembee, ukatafute. Baada ya kutafuta, ukiona upate huyo mke, nenda kwao, kagonge hodi, mwambie Lavala, mimi nimekuja. Si anasema bisini nyinyi mtafanyaje? Sasa watu wengi tunaanza, shida inakuja hapo. Kuomba hatufanyaje? Hatuombi. Hatuombi, mwambie zako hatuombi. Yaani ukisema wanaoombaga mbele za Mungu ni wachache, hatuombi. Lakini tunataka kufanyaje? Tunataka kufanyaje? Kuombewa. Ili hataki kufanyaje? Yesu akasema ombeni. Hajasema na kuombea. Yesu mwenyewe ambaye ndio mwalimu ambaye ndio anatufundisha, anawaambia wanafunzi, ombeni, na akawaambia lolote mtakaloliomba kwa jina langu mtatendewa. Shida ni kwamba sisi hatutaki kuomba. Ndio maana unashaka muda mwingine nabii anafundisha kabisa, omba omba omba. Kuna mtu unasema huyu mtu anaomba ama. Sasa usipoomba, let me tell you the truth, hakuna muujiza utakao kufuata kama hautaukiri. Amen. Lazima uambie ukweli. Muujiza wako haupo kwenye kitu. Muujiza wako haupo chini. Muujiza wako upo mahali, na mahali hapo ndio hapa. Ndio maana ukatoka Kilimanjaro, ukatoka Sanyaju, ukatoka Tegero, ukatoka Musomo, ukatoka Njiro, ukatoka sijui wapi, ukasema leo naenda kanisani. Maana umeshagundua kwamba ili Mungu anijibu natakiwa nifanyaje? Nimfuate. Ndio yeye anasema tafuteni. Maana ule kuja mahali hapo umekuja kufanyaje? Tafuta. Na kuombea kwa jina la Yesu leo maombi yako yakajibiwe. Amen. Ongeza makofi mazuri. Sasa kwenye kuhusu maombi, ni lazima ujue ni aina gani ya maombi unatakiwa uyaombe. Hapo mzako unajua ni aina gani ya maombi unatakiwa uyaombe? Kuna muulizani. Muulize, mwambie mzako wewe unajua ni aina gani ya maombi unatakiwa uyaombe. Acha nitembee na kila mtu kwa sababu kuna mtu amelala na ananiangalia. Mwambie mzako unajua ni aina gani ya maombi unatakiwa uyaombe. Mwambie mzako maombi yanayostahili. Maombi sio maombi unayoyataka. Yaani sasa na mdada anasema mwaka huu kabla hujaisha Mungu anipe mtoto na hujaolewa, anamtoa wapi? Mungu hatujibu tunachokitaka, anatujibu tunachostahili. Sio lazima ujue anapoenda kwenye maombi itakuwa niombe 1 2 3. Ili unapoomba kwenye maombi unajua kabisa haya maombi yanajibiwa. Kumbe ni lazima ujue kwenye ufahamu wa maombi jinsi gani unatakiwa uombe. Bwana siwe sana. Amen. Jinsi gani unafanyaje? Uombe. Uko mahali hapo ukipewa maelekezo, na ndio maana nabii anachokupa ni maelekezo kwamba fanya 1 2 3, omba hivi, na anakupa na maandiko ili yale maandiko ya kuweka kwenye mstari wa maombi yenye muendelezo na maombi yanayoeleweka. Tuliolala tumpigie Yesu makofi alafu tuamke. Ongeza tena makofi na useme haleluya. Sasa nataka ujifunze kuhusu maombi. Nabii akiwa anaingia mahali hapa, acha nikwambie kitu kimoja. Mwambie mwenzako fungua kinywa. Mama Imani, mwambie mwenzako fungua kinywa. Kwa sababu gani? Unapofungua kinywa chako ndio Mungu atasema na maisha yako. Sikiliza nikwambie. Yaani kila aliyefika mahali hapa Jumapili ya leo, nikwambie ukweli, hakuna ugonjwa utakao rudi nao nyumbani kama utafungua mdomo. Kama utafanyaje? Yaani nabii akuombe hata akurukie toka. Kama ufungui mdomo, utarudi nyumbani unashaka, mbona fulani ameenda anaombewa, mbona amepona, mbona mimi sijapona? Shida sio mbona mimi sijapona. Hujamwambia Mungu unataka kufanyaje? Kwani Yesu anamwambiaje yule mtu? Yule ambaye alikuwa haoni. Anamwambia brother, unataka nikutendee nini? Sio nikuombee wewe, na kuuliza kwanza. Hata kuna mtu unataka umwombee atembee. Kumbe yeye mwenyewe amesema mimi sitaki kutembea. Kuna mtu unamwombea azae, kumbe mzee hataki, amefunga uzazi. Kumbe Mungu anakutendea unachokitaka. Sasa ili Mungu akutendee, kuna kitu kinaitwa mdomo. Lazima mwambie mwenzako fungua mdomo, mwambie mwenzako fungua mdomo na uombe. Sasa shida ni kwamba sisi leo hatufungui nini? Mdomo. Kuna mtu mmoja sasa ananiambia, kwani ni lazima nifungue kinywa changu nimwambie Mungu anitendee? Kwani haoni kama nateseka? Nikamwambia anakuona. Hata yule mwanamke alikuwa anaitwa Ana, alikuwa na mke mwenzake alikuwa anaitwa Penina, aliyekuwa na watoto. Ana pamoja na kukosa mtoto hakunyamaza. Aliomba, alikuwa anaomba mpaka watu wakamwambia, kwani mama anakunyoka kilevi gani? Lakini hakuacha kuomba, maana anaweza
aliomba na alijibiwa. Kumbe wewe ulioko mahali hapa, inawezekana umezingatia vitu vyote, yani unaomba. Uombi. Umewahi, umeimba, umesifu, umetoa sadaka, una imani, alafu uombe. Mungu atakutendea nini? Atakutendea? Kanisa la Bwana, Mungu atakutendea kama hutamuomba? Ndio mwenzako mwambie, wewe unafikiri atakutendea hivi hivi? Atakutendea hivi hivi kweli? Lazima kanisa la Bwana tuombe. Yaani nitakuwa ifike stage nabii akisema omba, usiangalie wewe ni mwimbaji, hata kama ni mpiga keyboard. Omba huku unacheza na vyombo, kwa sababu Mungu haangalii kitu kingine, anaangalia moyo wako na anaangalia kile unachomuomba. Halo? So lazima ifike wakati useme muda wa maombi ni maombi, muda wa kuabudu ni kuabudu. Kila kitu fanya katika roho na kweli, na utamwona Mungu Jumapili ya leo. Na kama unanielewa, muongezee Yesu makofi. Mwambie mwenzako, unapoomba lazima udumishe mahusiano yako na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie mwenzako, lazima udumishe mahusiano yako na Mungu. Amen. Unapochukulia mahusiano yako kama ni sehemu yako wewe na Mungu, unapoomba, yaani unachukulia maombi ni sehemu ya relationship. Kila mtu anaelewa maana ya mahusiano. Ili mahusiano yaendelee kudumu kuwa mazuri, ni lazima mawasiliano yaendelee kuwa pia mazuri. Sasa mawasiliano yetu na mahusiano yetu, kwa sababu sisi tuna mahusiano, hata mimi niko na mahusiano na umri wangu nilionao, na haya mahusiano sio yale ambayo tunayajua. Mimi na mahusiano na Mungu. Hasa mahusiano na Mungu, sina simu ya kumpigia Mungu. Sina simu ya kumpigia Mungu, labda ni connect mawasiliano, lakini kuna simu inaitwa maombi. Unapoomba unajiungamanisha na Mungu huko. Unaendelea kupigia Yesu makofi kama unaendelea. Hatuna simu ya kufanyaje ya kumtumia message naambia Mungu tunakuomba. Bwana asifiwe sana. Na Mungu haangalii message, kwa sababu Mungu haangalii message. Anaangalia mdomo, kwa sababu kuna mtu anatumia message, nimekuombea. Maombi ya kwenye simu sio maombi yale ya kwenye message. Ili Mungu akusikie, anataka wewe ufungue kinywa chako. Sasa unapofungua kinywa chako, ni lazima uwe mtu wa kuomba na sio wa kuombea. Sikiliza. Nabii akikuombea leo, lakini wewe hujafundishwa jinsi ya kuomba. Nabii akisafiri leo, wewe utahama kanisa kwa sababu umezoea kufanyaje? Kuombea. Jamani, si ukweli? Nabii ni binadamu, anasafiri. Sasa kwa sababu nabii hayupo, umefika kanisani, nabii leo hayupo. Takuwa Jumapili ijayo. Lakini kama ukiomba unajua nabii hayupo, lakini roho ya kinabii ipo. Amen. Yesu makofi. Kwa hiyo natamani sasa leo tulichojifunza tukipeleke kwenye practice. Yaani tukitendee sasa kazi, kwamba nabii anapoingia akisema tusema kwa jina la Yesu, na unaomba kweli. Amen. Amen. Kanisa la Bwana, kama tukiwa wana maombi na tusio watu wa maombi, kuna tofauti kati ya mtu na mwana. Mimi sio mtu wako, mimi ni mwanao. Maana yake hata nikija siwezi nikamwona mamangu kwa hela. Anajua ni mtoto wangu, ni mwanangu, naingia. Sasa kuna tofauti kati ya watu wa Mungu na wana wa Mungu. Watu wa Mungu ni dunia nzima, kila mtu ni mtu wa Mungu. Lakini mwana wa Mungu ni yule sasa anayetambua kwamba natakuwa nifanye 1, 2. Sasa na wewe lazima uwe mwana wa maombi, sio mtu wa maombi. Lazima uwe mwana maombi kwa kifupi. Nyosha mikono yako, sema Bwana Yesu, nipe roho ya maombi. Sema tena, nipe roho ya maombi. Sasa kabla sijamalizia, lazima tunasema unapofanya maombi lazima ujue maombi yako yanastahili. Muombe Mungu maombi ambayo yanaeleweka. Halo? Amen. Maombi ambayo naomba usimame. Muongezee Yesu makofi. Maombi ambayo yanaeleweka. Fungua kinywa. Alafu pia linda kinywa. Mithali 23 anasema linda moyo wako kuliko vyote uvilindavyo, kwa maana ndipo chemchemi za uzima zinapotokea. Nyosha mikono yako juu. Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, tumelisikiliza neno lako vizuri kabisa. Neno linasema Yohana 15 mstari wa 7. Anasema mkikaa ndani yangu nami ndani yenu, ombeni lolote mtakalo kwa jina langu, nanyi mtatendewa. Ninaomba Yesu juu ya kila mtu mwenye amenyosha mikono yake juu Jumapili ya leo,
Kila aliyefika mahali hapa na yeye anaamini, ninaomba Bwana siku ya leo ukamguse na ukamkumbuke katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Wewe ambaye umesikiliza somo hili na unaendelea kujifunza, natamani sasa ukimbie hapa madhabahuni na uguse madhabahu ukiwa na sadaka yako yoyote. Mwambie Mungu, nipo na hii sadaka ya 1000